Arsenal Invisible ilivyoacha deni ndani ya EPL na bado halijalipwa. Tuanzie ile miaka 2000, kuna ladha kubwa mashabiki wa mpira wa miguu walikuwa wanaipata. Mpira ulikuwa unapigwa daraja la juu sana. AC Milan hii ya Rafael Leao, masihara nyakati zile ni AC Milan ya Paolo Maldini, Alessandro Nesta, achana na Andriy Shevchenko na Filippo Inzaghi. Kuna the brain of Milan, Andrea Pirlo. Nenda na kiungo wako na yemwamini, hakutakuwa na jipya zaidi ya mateso kutoka kwa Pirlo. Ni muda ambao AC Milan waliifunga Juventus finali ya Ulaya mwaka 2003, na ni Juventus ya Edgar Davids, David Trezeguet, vipi mikono 1000 Buffon. Msimu mmoja nyuma Bayer Leverkusen ya Michael Ballack ilikufa finali ya Ulaya kupitia kwenye mguu wa Zinedine Zidane, bao la kikatili sana. Ni ile Real Galacticos Madrid ya Zinedine Zidane, Claudio Makelele, Luis Figo, Raul Gonzalez. Wakati hayo yote yanafanyika, wao Arsenal ndani ya EPL walichokifanya, waliacha deni na kupita zao. Mpaka sasa imebaki kama simulizi nzuri kwao, lakini ni chungu kwa timu zinapohitaji kufikia rekodi hiyo ya Arsenal. Arsenal chini ya kocha Wenger, wao walimaliza msimu 2003-2004 bila kupoteza mchezo hata mmoja. Nani mwingine angeweza? Hebu subiri kwanza hiyo Arsenal ina ukuta wa chuma, ngome moja ngumu sana. Kuna wanaume 4, Ashley Cole, Lauren, Kolo Toure, wakiongozwa na Sol Campbell. Utaweza kuubomoa huo ukuta? Jibu ni hapana. Wana mikono 1000 pale golini, mikono ya Jens Lehmann. Kwenye eneo la kiungo kulikuwa na mafundi haswa. Sio rahisi kulishinda eneo la kati la The Gunners. Alikuwepo Mfaransa Patrice Vieira. Huyu ndiye alikuwa macho sana kuilinda Arsenal. Kazi zote alifanya yeye, ni mtawala wa dimba. Alisoma ramani za wapinzani bila kukosea. Ilikuwa ni pumzi ya The Gunners. Alitoa timu chini na kuipeleka kwa Frederick Ligenberg ambaye alicheza pembeni ya uwanja na Robert Pire. Hapo sijakutajia Brazil chuma Gilberto Silva. Arsenal ilikuwa na kikosi cha dhahabu. Juu kuna wanaume wawili, kuna fundi wa kidachi asiyetaka kupanda ndege, the non-flying Dutchman, bwana Dennis Bergkamp. Huyo kwake mpira haukuwahi kuonekana mgumu. Yeye Dennis alizijua njia zote za Thierry Henry, ngumu kuwazuia kwa pamoja walipokuwa kwenye kilele cha ubora wao. Bado nje wangebaki Edu, Witold, Alia Diere. Arsenal wangetaka nini cha zaidi? Thierry Henry yeye alikuwa kwenye sayari yake mwenyewe, ni mwanadamu ambaye alifunga mabao kwa kila aina. Yeye ndiye alibeba pointi 3 za Arsenal mara zote. Alifunga, alikuwa analiona goli mara 2 ya mshambuliaji mwingine. Nani angefurahi kukabiliana na huyo Mfaransa? Nani? Msimu huo Thierry Henry alifunga mabao 30 ndani ya EPL. Kumbuka alimaliza nafasi ya pili kwenye tuzo za mwanasoka bora duniani, ni nyuma ya Pavel Nedved. Nini kingine ulitaka Thierry Henry afanye? Ilikuwa ni Arsenal Invisible ndani ya EPL, wakashinda mechi 26 na kutoa sare 12. Hawa wanaume wameacha deni kubwa ndani ya EPL. Sio Liverpool ya Steven Gerrard na Milan Barros haikuweza, sio Chelsea ya Frank Lampard na Claudio Makelele nayo haikuweza. Wanaume 11 wa Sir Alex Ferguson, wao walibahatika kupata sare 2 wakiwa na Ruud van Nistelrooy, Paul Scholes. Walipewa sare 2 tu, kwao ilikuwa bahati. Kuna msimu Manchester City na Pep Guardiola ilijaribu kumaliza unbeaten, lakini ilibahatika kumaliza na alama nyingi tu, lakini sio kumaliza wakiwa unbeaten kama Arsenal. Liverpool yenye Mohamed Salah, Bob Firmino na Sadio Mane chini ya Jurgen Klopp ilijaribu tu. Kuna usiku mmoja Msenegal Ismaila Sarr anafunga mabao 2 na Captain Troy Deeney akifunga 1. Watford walivunja unbeaten ya Liverpool. Tuendelee kuitazama EPL, ligi yetu pendwa, lakini ni mwaka 21 huu, lile deni la Arsenal kumaliza ligi wakati unbeaten haijaweza kulipwa. Ile Arsenal ilikuwa ni zaidi ya timu.